Okay, tukiwa katika mwendelezo wa klasi yetu, leo tutadiscuss kuna file moja inaitwa application.property. Hii file kwanza tukiangalia namna inavyoonekana, hii file itakuwa ipo muundo kama huu. Hii file inatumika kwa ajili ya kuseti pindi project yako itakaporani tu, itakuja hapa itaangalia ni kitu gani ifanye. Kwa mfano kama ukiranisha tu project yako, ina maana project yako itasoma kwa jina la hii hapa ardhi plus window application.property, na vile vile wakati huo application yako tayari sharani, kuna kitu kinaitwa server.port. Maana yake tushaiset kwamba server yetu hiyo hii. Kwa hiyo kirani project yako itachukuliwa port yako itakuwa ndo hii. Kuna open, kuna spring.jpa open in view iwe false. Vile vile utaseti kwamba secret key yako ya JWT token security itakuwa ndo yapo na kuona set. Kwa hii ndo itaenda kuchukuliwa. Pamoja na kuna issue ya swagger, hata swagger yako itaanzia kwa pasi hii. Kwa maana yake umeiwekea so kwamba hii swagger yako iwe pasi hii. Mfano wa swagger nadhani tunaelewa ni hapa. Unaona hii swagger UI index.html, kwa ndo tumeset huko. Then pia vile vile tutakuwa tuna enable UI docs, tuna enable swagger UI, enable zote tunaziruhusu ziweze kupatikana. Pia vile vile kuna kitu kinaitwa hii tumecomment, kiona hii hash maana yake tumecomment. Kuna kitu tumepitisha Spring Web Resource Static Location file, maana yake tukiwa tuna upload file, picha, document yote, maana yake hizo document zitaenda kukaa katika path hii hapa ya download. Kwa ukiona tumepost kitu basi jua kipo kwenye download, au umepost alafu ka download, maana yake utakikuta kwenye hii path. Hapa kuna issue ya database, kwa hapa ndo una set hiyo database ambayo utakayotumia. Kama unatumia Postgres, kama unatumia MySQL, kwa utaiseti hapa. Kwa hivi ndio unavyo set Postgres. Hii kuna issue ya update, maana yake kadri unavyofanya change, unavyoirani project yako, basi zile tables zilizotengenezeka, zile data zilokuwepo kwenye hii wakati huo, basi zisifutike, maana yake ziwe updated tu. Na hii hapa ndo maana yake tuna run hiyo database yetu, itakuwa ina run kwenye port hapa, na database name itakuwa ni hii. Kwa hiyo ili jina lazima ukalitengeneze katika hiyo Postgres yako. Kama itakuwa halipo, maana yake kirani kija ikascan hapa, inaangalia je, database hii name ipo kwenye hiyo Postgres yako, na lazima uweke username ambayo ni correct. Kama username sio, maana yake hizo data zitashindwa kwenda, utapata error. Na upande wa password lazima uingize password ile kwa ndio. Vile vile Spring main allows circular reference, pia inaruhusu reference, kufanya reference kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inaruhusiwa, maana yake umeruhusu. Pia kuna issue ya kutuma email. Hii email inatumika pengine mtu ameregister, unataka umtumie password yake direct kwenye email, au imwambie kwamba njoo uhakikishe information zako kama zipo sawa, au ama activate ya account yake, inatumika hii. Hapo unapitisha URL zako kwamba frontend ambayo nitaenda kuitumia mimi ni hii hapa. Hii kwa ajili ya frontend. Pia URL maana yake tayari ushaipitisha kwamba mimi nitatumia frontend hii tu yenye port hii, maana ushai strict. Frontend ambayo haina port hii, maana yake hiyo uitumii. Then kuna issue ya localhost. Hii maana yake hii ndio API ambayo utatumia backend yako, maana yake kinyume na hapo backend hiyo sio. Hapa takuwa ndo na check healthcare pamoja na authorized information katika hizo endpoint. Je, huyo alio login kweli kila kitu kiko exactly, mpaka alphabet zile zinaoiana. Then kuna issue ya login configuration hizi, na log to file hizi hapa, maana una set. Lakini cha msingi kabisa kwa kufungia, maana yake katika hii application.property
vitu muhimu kabisa ambavyo kwa kuanzia CRUD lazima hapa tuje tuseti port. Kama hutaki kutumia default, uje useti database yako unaotumia. Hivyo ndio vitu muhimu kabisa. Na kama unataka kutumia Swagger kutest API zako, basi hizi ni muhimu kuseti.